Nataka tujifunze neno ambayo inasema kama ukitaka. Si tu veux, soki olingi. Kama ukitaka. Iko neno kubwa ambayo inabeba maneno mingi sana. Yaani kama ukitaka maisha yako yanaweza yakabadilika. Kama ukitaka maisha yako yanaweza kuwa mazuri. Kama ukitaka unaweza achana na mambo ya dunia. Kama ukitaka unaweza tumikia Mungu na bidii yako. Nataka nikupatie mifano ya watu tofauti ambao walikamata maamuzi. Na nyuma ya kukamata maamuzi, maisha yao yakabadilika. Kumbuka kuna mwanamke mmoja ambaye alikuwa akitoka damu miaka 12. Siku alikamata maamuzi ya kwamba inabidi aguse vazi la Yesu ili apate uponyaji. Hiyo siku ambayo maisha yake yakabadilika. Alimaliza pesa zake kwa ajili ya kutafuta uponyaji kwa waganga wa dunia, lakini hakupata. Kumbuka kwamba kuna mwingine vile ambaye alikuwa anaitwa Zakayo. Zakayo alipenda kumuona Yesu. Na siku alikamata maamuzi ya kupanda kwenye mkuyu, kwenye mti ili aweze kumuona Yesu. Na ndipo siku alimuona Yesu. Je, umewahi kamata maamuzi kwenye maisha yako? Umekamata maamuzi kwenye huduma yako? Umekamata maamuzi kwenye karama ambayo Mungu amekupatia? Umekamata maamuzi kwenye ndoa yako? Umekamata maamuzi kwenye maisha yako, kwenye biashara zako, ili maisha yako yabadilike? Kama ukitaka, mambo yote yanawezekana, lakini mambo yote kuwezekana inaanjana na Mungu. Kumbuka kuna siku ambayo njaa ikaingia Israeli. Watu wakateseka, watu wakakosa chakula. Lakini kulikuwa na wakoma ambao walikamata maamuzi, wakaenda kwenye kambi ya Waasuria. Na wakati walifika huko, Mungu akatumikisha miguu yao iliye kama silaha. Sababu ya maamuzi ya wakoma iliacha Mungu akaingilia maneno ya njaa ya Israeli, na njaa ikaisha kabisa. Kamata maamuzi leo. Pastor